Hapana inaisha. Twende. Dia kidogo. Sawa. Ndio mlima. Ngeni kwa nyuma yako. Ndio hiyo. Chunga hapo, chunga nyumba. Ulikuwa wapi usiku? Chunga waya. Gavana Rosafi. Asante bro. Asante.
Maiki moja. Oya, review. Iya, ni aja. Haya, tunaingia hapo sasa. Mambo ni vula. Tuko Singapore. Watu wanauliza WhatsApp. Hii ni demolition without. Hapa. And they did all these guys. Think unajionea. Kijana kio. Kijana.
Songe, songe. Songe, songe, songe. Songa, 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 songe, 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 bana. Songe, songe, songe. Sawa, sawa. Songe, songe. Guys, let's go. Jengine kwa sasa. Twende. Hizo maji. Songe bana. Baba. Bes. Asante. Rekodi yangu nikipiga nayo. Hadi unanisikiliza. Hapo ili kama hapana kabe.
Sasa ndio kamera pale. Gate. Derek. Bado toka mbele. Haya nani? Atuele wande. Waziri. Wewe. Watu kutoka nyuma ya kiasi. Wewe. Open for the camera. Museke tunaomba ukaribie. Mheshimiwa Museke tunaomba ukaribie. Hata hapa Nyayo Stadium. Nani? Nyuma kidogo tafadhali, turudi nyuma. Tafadhali turudi nyuma kidogo. Sasa abia wodi adira matiko akatoto. Reverend Tino ndiye atatufungulia na maombi, lakini naomba tafadhali turudi nyuma. Tafadhalini. Yes. Kuja. Clear for the camera. Watu wengine wote wako kwa kamera, tafadhali tukae kando sasa kidogo. Tukiwa na kamera kidogo na watu tafadhali. Tulisema tuzame kidogo. Turudi. Tukiwa na kamera already. Hawa warudi kando tafadhali. Nani madam, rudi nyuma kidogo mama. Rudi nyuma. Nataka ifike na nini? Watu watoke tu. Wote wakilia. Kufunguliwa nyako nyuma na kwa mbele. Hata mimi niko kwa ground. Umenipata hapa bro. Hiyo ni kujipenda bro. Hiyo ni kujipenda. Ile kwa kuenda. Acha kusukuma nini yangu. Acha kusukuma. Mimi niko kwa ground. I know what I'm doing bana. Amesha set. Hapa tuna avoid watu. Wakati Israelites walikuwa wanataka Kongo, walikuwa na experience mashida. Mungu akawaambia in Jeremiah 29:11 that I have plans for you. The fact remains ya kwamba still bado tu Mungu ako na mpango mzuri kwa sababu gavana Mungu akaendelea kushindania. Kwa hivyo on behalf of the dancers of Uganda Sound, on behalf of our bishop, nitafungua na maombi. Ndana alafu Reverend Jao ambaye ndio mchungaji kwa gavana wa nyumbani atatupatia scripture for a minute. Ndana alafu tuweze kubarikiwa. Mungu wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu unatuambia tukushukuru kwa kila hali. Na kwa haya mambo ambayo yametukuta mwaka mpya, tunaomba kwamba Mungu wetu wa mbinguni haimaanishi kwamba mwaka wa 2026 itakuwa ya machozi. Mungu uko na uwezo ya kutuondolea machozi, uko na uwezo wa kutuondolea huzuni, kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu milele na milele. Na hata wakati dhoruba inakuja na inatukuta, Mungu ambaye uko na uwezo ya kutuliza dhoruba, we pray in the name of our Lord Jesus Christ
ya kwamba utulize dhoruba kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Despite ya challenge hii kubwa ambayo imemkuta gavana wetu, ya kwamba Mungu utakulipa mara 100 kwa sababu ni Mungu mwaminifu milele na milele. Asante kwa sababu ya wale watu wamekuja, asante kwa sababu ya wachungaji, bishops, asante kwa sababu ya watu wote wamekuja kusimama pamoja na yeye. Ngosi mtumishi wako na amesimama na kanisa for a long period of time. Anajua kwamba Mungu kwa sababu ametoa vitu zake kwa sababu ya kazi yako. Tunajua kwamba Mungu utampatia nguvu wakati huu ambayo mambo ni magumu kwake. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Okay, please let me go. My fellow Kenyans and my dear Christian, His Excellency Governor Wamatangi, what happened last night has shaken you deeply. To see the work of your hands reduced is painful beyond words. You are not long to grieve. Even the strongest hearts weep when it comes to suddenly. But hear this truth: destruction is not the end of your story. This demolition took your building, your goods, your plans, and the people who used to get Uga here, but did not take your life, your faith, your skill, or the God who called you. What was built by human hands can be turned down by any means, but what God has planted in you will never be destroyed. The light of Psalm 37 verse 24 says, though he may fall, he shall not be cast down, for the Lord upholds him with his hands. Last night is not the final word. God will restore you, for he is a restorer. He will rebuild you. He will uphold you. Even to the people who had businesses here, hear this: the Lord will rebuild you. He will help you rise again. Amen. So don't be afraid. To Job, when all he had was destroyed, he wondered what he will do. But by the end of the story, Job was rebuilt. Even to the people who own businesses here, God will rebuild them again. This is not the end. God is coming. This is the winning year. Even though the struggles and the challenges may be many, God will help us win. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Your Excellency, the clergy, na wale wote ambao wamekuja kwa sababu ya kushuhudia mambo haya ya aibu, mambo maovu, mambo ya roho chafu. Asanteni kwa sababu ya kuja. And Your Excellency, we are here just to tell you this, ya kwamba kama vile mchungaji amesema, ingawaje wamebomoa hizi mijengo zote, you have a firm foundation in our hearts. Na tutakushikilia. We should never shake you. We shall stand with you in solidarity, kwa maovu, kwa mabaya, and eventually we shall embarrass them in 2027. Jambo ambalo limetokea hapa, this is what we call economic sabotage. Hakuna vile tutaamkia usiku tupate kwamba mali ya thamani ya zaidi ya 600 million imewekwa chini, mambo ambayo ni aibu kabisa. We know that the government is supposed to protect lives and properties of people. Kuona kwamba here, this at night, there were more than 2,000 police officers. Tunataka an answer from the same government. Na jambo ambalo tunahuzunika zaidi, and this one I will say, bila uoga, kwa sababu we have photos ya kwamba no other man other than the Minister for Interior, he was the one who was supervising this. Tuko na picha, hata ukiweza kuambia your officers that they can go ahead and even shoot these people.
Nimeokota live bullets hapa ambazo zimetumika usiku wa leo. This one is unexpected. I mean, it cannot be. It is even beyond. It is unexpected, unacceptable. Na hii hatutakubali kwamba kwa sababu kuna tofauti ya siasa baadhi ya mtu na wale wengine, kwamba hata mali zake zinakuja kuharibiwa. Walianza wakati wa kwanza wakakuja kumeka na tenti hapa, tukawaachilia, wakakuja nyumbani wakaharas gavana kwake nyumbani. Juzi and this one, sasa tutauliza Waziri Murkomen, vile tuliona pale nyumbani kuna bullet ambayo tuliona ikizunguka imerushwa huko, tunataka kujua kama it is you bado ulikuwa umeona that happen, kwa sababu it cannot be a coincidence ya kwamba wewe mwenyewe ndio umekuja supervision hapa na bado kulikuwa na risasi tulipata nyumbani na hatukuwahi pata an answer up to date. Tunasema governor wetu aachwe afanye kazi yake. Governor Wamatangi must be respected. He has the will of the people that prevailed in 2022 shall again prevail in 2027. And we shall give him another term. Wapenda wasipende. Governor, sasa bali tumefika, tunakuambia 2027 hata usiweke posta. Tayari kiti ya governor uko nayo. Just concentrate kwa kufanyia wanakiambu kazi. Zile hospitali umejenga, zile mashule umejenga, na zile barabara na mataa unaendelea kuwekea watu wa Kiambu, they are enough. Hata usiweke hata posta. Tumekubaliana hivyo tu. Lakini tuseme hivi, we demand answers. We demand answers from none other than Murkomen himself. And we are not mincing words. Today while we are here, we are calling upon the president to sack this man, or he is supposed to resign. Hakuna vile waziri mwenye amepewa jukumu ya kuchunga mali ya umma, yeye ndiye anakuja kuharibu hiyo mali. We are calling upon him to resign. Na kama hata resign, afutwe kazi hiyo. Ama arudi raia akasoma maziko. Kwa hivyo tusikizane. Wamefanya. And it is said, unajua ile kitu ambayo hatuwezi jificha chini yake, hawezi jificha kwa mchanga, ni kwamba tunajua hii imeletwa kwa mambo ya siasa ya Kiambu, kwa sababu nasikia pia Kimani Ichung'wah alikuwa kwa hiyo gari. Lakini yule Mungu ambaye anaishi mbinguni atalipishia. And let me tell them that power is transient. Power is transient. Leo uko kwa hiyo ofisi waziri, lakini kesho hautakuwa. Na kuona kwamba wanaharibu mali ya kiongozi mwenye anajulikana, mwenye angepigiwa simu kama kuna shida akuja kwa mkutano, tunashindwa mali ya umma, wale wananchi wa kawaida wataweza kuichunga namna gani? Si ndio kweli jamani? Tuko na huzuni, tuko na uchungu, tumekerwa na hiyo kazi ya uharibifu. Mbona ifanyike usiku? Si wangekuja mchana? Na tunauliza, gari hizi ambazo wameharibu zilikuwa na makosa gani? One thing that we shall not do, we can forget, we can forgive, but we shall never forget. Hiyo waandike pahali. Sasa tunashukuru wana wakubomoa ile iko pale mbele. Ile siasa ambayo inaendelea ni kwamba hii kiwanja ni kiwanja ya reli, lakini hapa nyuma yetu kuna shamba ya reli ambayo imejengwa. Mbona wakakuja specific kubomoa hii? Gavana Wamatangi lazima aheshimiwe, na hapo na jeshi ya kumchunga. Wako na yeye. Mkubali msikubali, natangaza tena ama tubomoa hiyo sisi wenyewe. Wana Kiambu oye! Roho ndio hiyo.
roho ndio hiyo, kazi ndio hiyo. Huyu gavana tunampenda ama tumpendi? Mimi nataka niseme jambo moja, Wanakiambu oye! Mimi nataka niangalie hizi kamera na niulize Mheshimiwa Rais, je, hii ndio Singapore unatengeneza? Hii ndio Singapore tunatengenezewa? Na mimi nataka niulize, hii ni madharau ama sio madharau? Hii ni madharau ama sio madharau? Your Excellency Governor, wacha niseme hivi. Wacha niseme hivi. Itafika pahali sasa hata sisi tuseme kile tunataka kusema. Niguo kana kiguo. Turaigarire nileteire gu. Governor Kimani Wamatangi, hawa watu wamekuhangaisha kutoka siku yako ya kwanza. Lakini sasa pale tumefika, hii sasa sio mchezo tena, lakini hii ni madharau. Niguo kana kiguo. Hii ni pesa imeharibiwa ama sio pesa? Ya mwisho nataka niambie Kimani Ichung'wah, hii kamera ikiniangalia. Kimani Ichung'wah wewe, Kimani Ichung'wah wewe, Kimani Ichung'wah. Kimani Ichung'wah, tulikuwa tumekupea heshima sana, lakini sasa pale umefika, hata wewe tunataka kukuambia Kiambu sio ya mama yako. Kweli ama sio kweli? Kweli ama sio kweli? Na kwa sababu sisi hatutaki kuchukua sheria mikononi, hata wewe uko na vitu zako ambazo unataka serikali ilinde, hata wewe ulinde vitu za watu wengine. Kweli ama sio kweli? Ya mwisho kabisa, Gavana, usikuwe na wasiwasi. Wacha wafanye sarakasi zile zote wanataka kufanya, lakini wakae wakijua 2027 Gavana ni Wamatangi. Gavana, hawa watu sasa, Gavana, roho ndio hiyo. Roho ndio hiyo. Gavana, hawa watu sasa wanakutoa kutoka kazi unafanya Kiambu, sasa wanakuleta hapa Nairobi. Sisi tunataka kukuambia Gavana, usikuwe distracted hata kidogo. Niguo kana kiguo. Na sisi tunakuambia Kiambu yote tunakupenda, na huyo Gavana mnataka kuleta hadi mnaharibu mali ya Gavana Wamatangi, tunamwambia hatoshi mboga. Si ni kweli? Tunasema hatoshi mboga. Sisi ni watu wa Gavana Kimani Wamatangi. Roho ndio hiyo. Roho ndio hiyo. Haya wananchi, mmekuja kusikilia gavana wetu. Simeona vita imefika mpaka sasa fisco. Juzi kuliwekwa risasi kule kwake nyumbani, tukanyamaza. Wewe waziri wa usalama, tunataka kujua hii katiba ya Kenya tulipitisha, ni kwa nini haifuatwi? Watu wanakuja kuharibiwa mali ambaye wanalipa mpaka kodi na wanatafuta pesa zao. Hii mali tumekuja hapa leo tunashindwa. Tuko na kutonda ile inasimamia mwana Kenya wote, na wamebomoa wakiwa na hiyo kutonda. Kwa hivyo tunarani kitendo na tuwaambie waondoe siasa kwa Gavana Wamatangi. Ile kazi amefanya ndio hiyo. Ndio hiyo. Asante sana. Asante. Watu wetu hamjambo. Hamjambo. Bado mko na roho. Nasema roho ndio hiyo. Hata ikiwa vile ilivyo. Niseme tu kwa ufupi, kwa vile Mungu habagui, na Mungu ndiye anajua njia ya kila mtu, na yeye ni hupeana baraka. Mimi niwaambie ambao wanataka kujua kwa ufupi, mimi nilianza kazi hapa 1994 nikiwa kijana mdogo. Nilikuwa ninauzanga mandazi na chai ng'ambo hiyo. Nikakuja hapa nikaanza kuosha magari. Baada ya kuosha magari nikapanda ngazi kidogo, nikaanza kuuza hayo magari. Baada ya kuuza magari sasa ndio biashara, bado nikaanza mambo ya transport. Nimejilelea hapa kutoka kijana, na wakati nilikuja hapa nilienda mpaka kule kwa watu ya reli. Nikachukua lease
ya 65 na ninalipanga kila wiki, kila mwezi tunalipa, lakini haya ambayo yametokea leo ni mipango ya siasa. And I'm asking myself, when will this political persecution end for me? Kwangu kama gavana wa Kiambu, hii mateso ya kisiasa itaisha ama itafika wapi? Kwa vile hapa mimi hapa nimeajiri vijana wengi sana hiyo miaka yote. Kutoka wakati hapa mimi ndio nienda kufanya kazi Kiambu kama gavana. Baada ya hiyo hapa kuna wanabiashara wengi, na nataka niseme kwa wanabiashara ambao wameharibiwa mali yao usiku, niwaambieni pole sana. Waliniamini na wakatuamini, wakakuja wakaweka tu biashara yao ndogo ndogo, watu ya M-Pesa, kuna watu wa kuuza chakula kidogo pale, kuna mtu alikuwa na kahoteli, watu ya kinyozi, wote imebomolewa usiku leo. Na mimi nasema poleni kwa hawa. Niseme kwa vile mimi ni muamini Mwenyezi Mungu, ya kwamba vile wachungaji wetu hapa wamesema, najua wamenifanyia haya lakini mikono bado niko nayo. Wamenifanyia haya lakini akili bado niko nayo. Na nyinyi wote mnajua, watu hapa Nairobi, watu wa Kenya mzima wamekuwa wanaona, watu wa Kiambu wamekuwa wanaona. Gavana wa Matangi, mimi nilisema ile kitu nataka kufanya ni kazi, mambo ya siasa sitaki. Na ndio nikafanya hiyo kazi yote ambayo mnasikia Kiambu tunajivunia sasa tumefanya. Kujenga mahospitali zaidi ya 26, kujenga mashule ya watoto zaidi ya 512, kuweka mataa karibu 24,000 za sola, kuhakikisha ya kwamba kule tumejenga masoko. Sasa masoko 12 imejengwa na kaunti, na tumetengeneza sasa, tuko kwa mfumo wa kutengeneza mabarabara. Hayo mambo yakitokea kule ndio mnasikia sisi tunasema Kiambu kazi ndio hiyo na roho ndio hiyo. Sasa usiku vile nyinyi mnaona imekuwa sasa ni siku 5 mfululizo. Kila siku tunasikia wakisemekana Wamatangi ujichunge, kuna watu wanakuja kukubomolea usiku. Na mimi nikasema wacha watu wangu wenye walikuwa hapa kazini wajihadhari, lakini kwa bahati mbaya wamebomolewa. Hizi risasi mnaona hapa, hizi risasi hizi zimepigwa hapa usiku zikiwa live. Na sasa swali langu ni kwamba nyinyi mnasikia, mnajua ni kuna Sunday nililalamika nikasema kuna risasi imepigwa nyumbani kwangu. Jana nilijikaza nikasema hata kama mali inaharibiwa sitafika hapa, kwa vile sijui kama hizi risasi zilikuwa zimewekwa zinilenga mimi mwenyewe wakati wa giza. Lakini nasema mimi hayo yote wamenitendea, hayo yote, hiyo hasara yote ya hii mikono yangu karibu miaka 40 nitawaachia Mwenyezi Mungu. Nitawaachia Mwenyezi Mungu. Naweza kukuwa na nguvu ya kupigana na vigogo, naweza kukuwa na nguvu hiyo kukosa kuwa na hizo nguvu nyingine, lakini Mwenyezi Mungu wako na nguvu. Na yeye ndiye alinifikisha mahali nimefika nikiwa mtoto ambaye ni mtoto wa single mama ambaye hata hana baba saizi na mama alikufa. Na nikang'ang'ana mpaka mahali nimefika na kulea familia yangu ya watoto wengine 5. Mimi nikiwa mtoto wa kwanza. Kutoka kuuza mandazi mpaka mahali tumefika ni Mwenyezi Mungu. Na atatupeleka mbali hata kutoka hapa. Na kwa hivyo sisi hatuna wasiwasi, tunajua ya kwamba hayo yametendwa. Mumeona mpaka magari hapa, magari ambazo vijana wanafanya kazi nazo, gari ya kuokota takataka, kuna gari zingine za customer ya kuosha. Hiyo gari iko hapo, ni gari hata ya mama. Ilipatikana hapo ya bibi yangu, ndio hiyo mnaona imepigwa hapo ya white, imepigwa kabisa na excavator. Mpaka ikapelekwa gari nyingine. Lakini sio neno. Kwa mkono wa Mungu ziko nyingi. Na zitakuja zingine bila break. Zitakuja zingine kwa vile Mungu ndiye uzipeana. Na niseme kwa ufupi. Ile wakati mimi niliwaambia wana Kiambu, kwa vile niliwapatia ahadi yangu ya kwamba mimi nitawafanyia kazi kutoka hapa mpaka mwaka wa 2027 mwezi wa 3, mimi nitakuwa nikilenga kazi. Wenye wanataka kunivuta kwa siasa ndio watafute njia ya kunimaliza, sitaingia kwa siasa. Lakini 2027 mwezi wa 3 nitakuwa kwa hiyo siasa, na nitatafutana na kiti ya gavana wa kaunti ya Kiambu. Na hiyo
kiti ya gavana, watu wetu najua wamesema ya kwamba watatubariki nayo kwa vile tumefanya kazi. Wenye wanataka hiyo kiti ya gavana, mtu akuje kwa uwanja au hata kutumia nguvu za maofisi za serikali kunikandamiza. Kuna watu wanaingia kwa maofisi ya serikali kusawishi wenye wako huko waje ndio waniharibie, na wakuje ndio wanibomolee, na hata wanitafutie njia za maisha yangu kunimalizia maisha. Nasema washindwe kabisa. Na mimi wako na sisi. Kama jamani, so tumekamilisha. I want to say gentlemen and ladies, when you wamekuwa hapa, because I know most people are watching, the others who may want to see. This is an act of cowardice. Kwa vile mimi, I am non-political. I am a development person. This is intended to silence me and to remove me from my development agenda, so that I can become just like anybody else who has no name. But I have made a decision that I'm going to work for the people of Kiambu completely, without a single word of politics until 2027. But that does not mean that I will not run for governor. I will be the governor of Kiambu, God willing. And the people of Kiambu have decided that because of the work that we are doing, they are going to give us this feedback. Mkipata Nairobi, mtutafute wapi, sisi tutahakikisha kwamba kazi yetu ndio itaongea. Mikono hamutatukata. Our vehicles you have demolished, you have destroyed even my wife's car, you have destroyed even my business vehicles here. You destroy other small businesses for other people. Tafadhali, I want to tell you that you have not cut our hands. We will work. Swali la mwisho gavana, kabla utamatisha swali moja tu. Iwapo kulikuwa na notisi kwamba shamba lina regress, mpaka notisi kuweza kuondoka, na pili ile gharama kile ambacho mmekadiria, hasara ambayo mmekadiria, kama iwapo mlipata notisi. Niseme ya kwamba kwa hiyo swali yenye imeulizwa hapa, kwa hii mahali there was never even one single day a notice. Even one time hakuna notice, na kama mtu akonaye aseme akonaye. Sisi tuko na, hata wakati walijaribu kutukisha mara 3, huyu ndiye wakili wetu na huyu ni wakili wetu, na wako na hizi court orders hapa. Hii wakili unaweza shika na wewe uko na hii nyingine. Tuko na court orders which was signed wakati tulisikia wanatutishia, wanakuja usiku. Wamekuja karibu mara 5 mfululizo, lakini jana wamekuja mpaka kupiga risasi, kupiga mpaka live, kupiga mpaka tear gas, ndio wafaulu kwa ile kitu yenye walikuwa wanakuja kufanya. Lakini as I have said, and then our lawyer will say, but for me as Commander wa Matani, I believe in the Almighty God. Na ninawaambia ya kwamba he will fight for me and he will fight for us and we shall succeed. Hata mkitupiga vita ngani, Mungu hapo. Wakili hapo hapa anaweza kusema moja, ndio watu nilimpatia wakili. Okay.